buri kubwatia na bukurigirwa na kio muntu. Tarikini merongevene tano mutinyo ko tano na kabere mwaka chu merongevene tano no mo 2026 the last Saturday by day of the month mwaka uyiga toko chiko so mutinyo monga homotinyo rio August nitkorero kerokora chibicha mune chigweta chinga kibune chiga uchakere gatore gechinsta no isato ikachinsa ikomi hekimenyeri kyabe nga toko so wechigo so nabanyangango twakwana mange tworagera chigo so twasemanie chincherre chigo so chincherre cha munyoko chincherre chumupira bwenkoyo nonyene mupira rio rugby bionse toko kwanra asamangana mange nitkorero nigesenche abene chako muroberio kimbata bageni bane ime studio gaiga umuga sorero iga ayo mataiko igumuga umuntu yito so inside to gochiko tumeka umuntu uri abege soiri esinga kichinde ke kobetereria sengencho igomba tamanyi benkoyo esento ne tangani kabisa to gochiko twara abageni abasubati babere bakubwatanya nane gotwara esete basubati babere maybe ayo amono musacha kwenda rero imegete sinigian soko tv niko tubwata abamanyitari goto basubati boka lakini by the way karo kuigwa musubati ameto mupira bwense ya Kenya. Kipata mwanamke anajua mpira ya Kenya. Mwachana naye. Hiyo ndio nasema. Higo soko chiko chake sencha abene hamwana bageni bana higa imege teseni Igien Soko TV mega ya makondo niko tubwate Felix Kabendi producer yane na mega yechi camera nigo mbwate prodigo senigo mbwate kuro kwa inganera Kelvin Magoyi toko konya na bonsi kuchakira bone higa ikigatonegie chinsa ikomicha maragoba to chiko kuona mange higoro ya Wafcon ngo chiko chaka imeyo rogongorero wa Africa ime ya Morocco Rabat basabate betu Harambee Starlets baikire gari abako no captain mwana Alima Jericho Dogo ngati abakosori bandi bya to chiko kwandra umugaso bone ga mwana bageni bane kombe kireke World Cup kiabazi bali bare inse myaka 15 ebena kira ngo chaka kere ime ya Morocco. It has been a very busy time in Morocco this year by the way. AFCON World Cup under 17 na at the same time to twara Wafcon ya basubati Morocco ametengeneza pesa around kweli na babu ndio kwa na signings check klabu au imedigence ya Kenya anatoka kwenye maswete sababu binene buna Shabana Gor Mahia FC Leopards Tusker inse yo markia wa monyia Joan Mete egatie bintu binde binga to kwa na chiko sali mambia bone egato masego soma umugaso bone egato masagoska to kwa na mange kigimano ni gone squad ya Harambee Stars igori ya basaba kesana wachiko bakurangeri bwavo we ekmineno bibya Wafcon gosebya AFCON yo mwako woche karakana gaiga ime yense ya Kenya. Karibu sana na senchiri abene igo bone chiko sene banyango chacha kire imeyege teseni Igien Soko TV. Ntaanza naye wakiri bia kamera ankarenga tu wose wairire wose wakiri wairire bia unajua ikisi yote kabisa na najua tu kidogo unajienda ushago kusemia nyanya sijaenda for the last 2 years. So kikisi imepotea kabisa. Sina hata. Ngaki ukoroko. Mchasa mareta nkoroko hiyo nisikirubo. Ngani Yunis. Then your restaurant I'll say it's Magena town. Magena. Okay. Sawa kabisa. Mbuya mwana karibu mwe studio. Tutakuwa tunachanganya juu nimeona kikisi itapita kidogo. Utanisamea hapo kwa leo. Karibu sana. Tutakuwa tunaongea mengi. Bridget, please take ku pronounce. Utaki karibu. Naitwa Bridget Siante. Yeah, mimi natoka kwa Kajiado, so kikisi kidogo tanipiga chenga. But happy to be here. Yeah. Nashukuru sana kwa kuwapata mchana wa leo na hope that it will be very nice. Oh Jesus Christ. Fununi naambia kwamba Bridget you support more than 10 primary clubs. Jesus Christ. Who does that? Yeah, I support many teams because you find that I have players in those teams, in those various teams. So wezi sema tu ati sasa nataka kusupport team moja.
but also the fact that there are very many exciting players in the different teams. It's good for competition as well. So yeah, see that specific team that I support. Yes. Exciting players, I want to be specific. Hivyo unasema Kenya kuna talanta ama? Talanta nayo iko. Talent in Kenya has never been a problem. I think for us the problem is the development bit of it. The development of it. From who now? Yes. From From the young. Unonanga vile tunaenda hizi KSSA and then we get good players in the high school setup. So I normally have a problem with how we've not put the right pathways to ensure their transitions into maybe university teams, into the KPL, into the NSL clubs. So once we focus on that development bit and ensure that these players are prepared and ready to play elite professional football, then tutasort your issue. But talent has never been a problem in Kenya, both for women and men. Yes. So shida inatoka wapi? Ni uongozi wetu ama nini? Hujui kuna penye naelekea? I think just first investment, ensuring that these structures are in place, but also ensuring that we invest in those development pathways. Yes, so the high schools, the under 17s, the under 20s, the under 15s, the under 13s, the under 20s, and then of course proper investments into the senior teams. Yes. Kirubu, what's happening in Kenyan football, especially in men? Because ladies are proving us wrong. Yeah. In that point. Yeah, the ladies are proving us wrong. Na pia you can see like the men's team ndio teams zenye napata the sponsors wana invest kule sana kuliko ladies, and at the same time we are the results that we are getting from the men's team sio zenye tunatarajia. So I think hapo ni venye tu Bria amesema infrastructure, the Kenyan sports the Kenyan Ministry of Sports, the FKF, they have to invest more in infrastructures. Ukiangalia pia like Morocco, they are really doing well. You see like this they have hosted AFCON, they'll be hosting WAFCON. Na pia World Cup for the first time ever in Africa. Yeah, so like if we do kama venye Morocco wanafanya, like Kenyan football will go far. But siji tuongee tu tunahisi kwamba tunakula mingi ndio kwa mfuko mingi ndio tupate talanta, the sports department, the other departments that zinahusika in Kenya like FKF and the rest. Wrangles everywhere, wrangles in FKF. Juzi nimeona kuna wrangles FKF. Nikaona kidogo Mohamed akitoka tena Mariga akachukua nini tena akarudi. Wrangles that has been there since Samia Mwea. Wrangles that has been there since the Nick Mwendo was going out. Why? Tunapigana sana instead ya ku develop vijana wetu. I think in every workplace lazima kukuwe na wrangles, but that should not interfere now with the football and everything, because now you see you have wrangles, we have disputes around promotion and relegation. Now the league will not start on time because that has not been sorted. But I think people need to handle their business and ensure that it doesn't spill on the pitch issues, because at the end of the day it's our football that is suffering. Yes. Wrangles in terms of relegation and promotion. Tutaongelea sana, I think we'll talk about it. Na maybe tutapeana which way forward. Tunafaa aje. Haina haja klabu inacheza inamaliza na last Kenya Premier League alafu nataka kucheza playoffs na timu ambayo imejituma ama unahisi aje imejituma season mzima kutoka Kenya sasa na baadaye na sasa ganga ngumu. Si rahisi. Masafari, the places where people play, the environment. Maybe timu ina sponsor. Most of them. Kuna timu ya KPL iko nani sponsor? Bakiti imecheza inaenda relegation, imeshindwa kuleta matokeo na inataka iende playoffs na timu ambayo imaliza number 1. Labda Kirubo. NSL ninaweza sema ni league, is the second league in Kenya, but tukiangalia like pia kule no sponsorship, hata kwa media coverage hawana. Hata like I was saying, there is this team yenye ilikosa ku honor their last matches because of financials, and kuna pia wale wenye wamejikaza kama kina Mombasa United. Mombasa United they're supposed to be promoted, but sasa kuna hizo rango za lazima waende playoff na K-Sharks. And at the start of the league they said hakuna mambo na playoffs. The last 3 teams they'll go automatically demoted kule chini, and then the first 3 wataenda juu. But venye ligi imeisha, K-Sharks je niseme ni timu ya ofisi. Si mwenye ofisi hayuko ofisini ama?
but he still understands the system. So kama kuna loopholes anajua. Ni kama vile Gachagua ametoka State House lakini wada kuna information big. So kuna vile anaweza nini. Sijui tuanzie hapo kabla tusonge mbele because tumeanza tayari. Is it right for a team memaliza number 18, number 17, number 16? There are 20 teams in Kenya, si ndio? 18. Alafu nataka kucheza playoffs na timu ambayo imemaliza number 3, number 2 in NSL. Like now what's happening between nini? Najua imefanya Naivas hajapanda for so long. Naivas could be in Kenya Premier League lakini hajaipanda because of the playoffs. I think one easy resolutions from the issue is I think the resolutions from the AGM zenye zile za 2025 zenye zili decide that watu wanashuka automatically 3 of them, watu wanapanda automatically 3 of them without the playoffs. I think some people did not agree with those resolutions. But of course kuna ile 2019 regulations that we've been using for the longest time here playoffs. So I think issue is the fact that people did not sit down and agree on which regulations are supposed to be used. But if it was communicated at the beginning of the season, then even these NSL teams wameweka bidii wakijua we are going to the Premier League. So I think it's important that we follow through with that, and those top 3 teams wapande tu automatically, because it's also exciting the fan base that Migori Youth is going to bring to the Kenyan Premier League, the fan base that 3K is going to bring to the Kenyan Premier League. Mombasa United, a second team from the coastal region, coming to the Kenyan Premier League is a huge deal. So I think yes, wakushuka washuke tu bila maneno mingi, na watu wakupanda, we are looking forward and we are welcoming them to the Big Boys Club. Tuachane siasa kwa kandanda, tujeze ball safi. Mpira inachezwanga kwa uwanja, si kwa boardroom na si kotini. What I say about it? Unahisi aje? Venye tu Bria amesema, like let the top 3 teams in NSL wapande without masiasa mingi, tuache siasa kwa mpira, and the other bottom 3 washuke. Now I was also seeing this, it's also happening in grassroots football. Kiangalia kama FKF ya Nairobi West Regionals Zone B, kuna it's only 2 teams are supposed to kupanda, and kuna 8 team yenye ilimaliza second after topping for the entire time. Ilimaliza second. The last match they played walipiga mtu 24-1. Ukiangalia hiyo game ilikuwa tuna mambo mingi. So niliona wameenda kotini. FKF ilikuja na verdict yake ikasema hakuna no points are going to be awarded in both teams, and so the winners wakakuwa announced. Sasa wenye walikuwa na playoffs tena in the sports tribunal wakastopisha. So tuache tu siasa mingi. It's also happening in grassroots, it's happening in KPL kule juu. So where are we heading as football, as Kenyan football? Kibarage slums, si ndio? Exactly. Tunaisema tu tunajua ni Olympic FC. You know Olympic FC. So sad. I don't know the coach of Olympic FC Jikana nitazama close friend, timu ambayo nimemanage kuwa nayo in contact sana kwa University of Nairobi. A coach was coached me na 24-0 with great players. Good goalkeeper mwenye ametushikia timu ya Canvas the time before to graduate. But losing 24-0 from nowhere. 24-1 inaleta question mark. And then wanajitetea kusema at the Olympic walikuwa less, they were 7 and kiangalia pia the other side ya big, tunasikia pia coach wa hiyo team alicheza. And unajua pia 24 coach wa timu ni Aleki na assistant wake ni former player wa Wazito FC. Alafu tena miss the last team, so like walikuwa wanachania na goal difference na Kibagare. They wanted to be top, they wanted to be recognized as the league champions. Na the entire time by the UN Olympics ilikuwa among the top 5 teams. Hiyo league ikielekea kuisha. So you don't expect it to be beaten 24-0. Olympic is not that weak. We have played with them na wali to hold draw tukikuwa kwao as team settle. Especially teams ziko huko juu. We'll talk more about team settle. Anyway, what can you speak about issue kama hiyo Olympic UN Olympic FC? I just saw those goals and I was just like, there's something here. Unajua saa zingine we are trying to beat match fixing allegations, lakini inakuwa ngumu. You can't tell me that you win 24 goals. Kwani they didn't show up. Even if they didn't show up, inakuanga 3 goals, ndio? So I think match fixing is a huge problem in the country, and we need to get to the bottom and ensure that we deal with the root causes ya match fixing. Yes.
all the entire time umekuwa ukijua hizo timu ni ngumu, but sasa what happens? Nini inafanya match fixing? Nini inafanya match fixing? Ni wachezaji wapati pesa ama ni nini inafanya? You have seen it in Kenya Premier League allegations. Uliona kuna goalkeeper sometime alikuwa Kakamega Homeboys. Mwenye alikuwa band. Yeah, mwenye alikuwa band Kakamega. Kakamega. Alikuwa Kakamega by that time. Alikuwa Kakamega. Akakuja akaenda. No. Alikuwa police, and then when the issues came up, he had been signed at Kakamega Homeboys, but now he wasn't able to play. So, Dan, two things. There is no proper accountability systems in how we are handling match fixing. Utaitwa pale FKF kwa ofisi ya integrity, of course you're banned, but after being banned, what next? You know, you just ban a player, ataenda huko kwa kijiji, aendelee kucheza wadau, aendelee kucheza nini. And two, the reasons it's easy to get players to match fix is because we've not sorted the financial aspect of our football. Players bado unapata wanalipwa mshahara kidogo. Sasa ukipewa 30,000, you have a family, you have to pay rent. When is superstar kwa community, what I expect wasaidie nyumbani na hapo kwa community. Enye ikuji pia. So they have a huge financial burden, and the amount of money we are giving these players is very minimal. Sasa mtu anataka kumatch fix akikwambia takupatia 30k la game moja, utakataa kumatch fix? Siwezi kata, even if I was in their shoes. So that, and then of course also just trying to create awareness on the importance of having integrity, whether in the leadership spaces, whether as an individual kwako, whether in all workplaces. It's important that you have integrity. It's a good human value to have. So it's important that we do continued awareness on issues of match fixing, na pia vitu kama doping and all that. Yes. Okay, good. Siji tutasema aje? Tufanye nini? Wachezaji pesa ama? Uchumi pia ni ngumu. Wachezaji wapatiwe pesa bana, wachezaji wapatiwe pesa. Ukiangalia like kuna hii team Sofapaka, naweza sema I'm so happy ilikuwa relegated juu. Unapata naweza sema watoto ba Mungu. Kwa sababu you can find mchezaji anaenda training, and you know like in Nairobi uishi karibu na training grounds zenye, uishi karibu na kwenye timu yenyu iko. So like you have to be traveling. Nairobi ni every time una travel unafaa kulipa rent, familia yako ndio inakuongoja. Alafu unaenda for 6 months without even kulipwa. And ukiambia watu unachezea Kenyan Premier League team, they are expecting like sasa wewe ndio boss wetu, wewe ndio millionaire wetu, and unaenda for 6 months without kulipwa. Alafu the same team expect perform, and then pia kuna hizi mambo na match fixing nini. I was seeing coach wa the previous coach akisema it's happening, and pia alikuwa amejam. Kiangalia pia coach Osborne Mane before atoke Morangasil, nini time yenye alilose, was it 5 to a certain team. It's happening. So Morangasil ilikuwa mzuri sana, si ndio? Yeah. There's always some of it players in the transfer, si ndio? Tuangalia pia hiyo. Yes, and I think the teams, in as much as most corporates should now just come and private companies should now come and bring money to these KPL clubs. Let's have more sponsors. Let's try and diversify our income. Kwa sababu sasa tuseme a team like Sofapaka, it's an individually owned team. So is it possible that that corporates are able to come and support these teams and bring the money in? Because we've now seen at least the stadiums are a bit safe. We've seen that the numbers in the stadiums inaongezeka. So a call to the corporates, private companies, to the NGOs to come and support these teams, whether NSL, whether even broadcasting partners, like she said. It's important as we are trying to ensure that our players are financially stable. Yes. Okay. But kuna timu ilikuwa na struggle sana na ilipenya sana ya wanajeshi, Ulinzi Stars. Kulikuwa na issues za salaries. What happens in such teams? Yote wajitubi hapa nini? Kama ni allowance zao zinakulewa, nyingine vitu kama hizo. Sijui pia ni timu ya serikali inafaa kujituma. I think diversifying income. You see with police is also a government team, but they have various partners, betting firms, banks, the SACCO itself. So whatever the government is not able to cater for, these other donors are able to cater for. There was even a point they had an airline partner. So you're in a reduced cost ya kwenda Mombasa, ya kwenda Homeboys, you use Kisumu and all that. So just diversifying income.
Sometimes ukitegemea tu one source of income, siku yenye hakuna, siku budget from the government, from the treasury imechelewa, mtafanya nini? Yeah, so that's how police, even if you look at their women's team, that's how those teams are doing well, and they're going to be, kama your police bullets, they are going to be performing very well. Watazishinda because pesa iko. Yeah, so diversifying income is what I'm saying. Yeah. Kuna wachezaji wengi sana kwa WAFCON, sio? Yeah, 7. Yeah. From police. Yeah, 7 out of the 14. So unaona. And once you invest in the financially, results zinakuja automatically. And that's why you see for a very long time Ulinzi has been struggling, Ulinzi Stars in a struggle, na Kenya Police the last 2-3 seasons they have been doing well. Sijui shida ni gani, walijaribu sana au wasichana by the way walijaribu wao sana season, ingawa walilose kwa Kenya Police Bullets. Sikuwa na expect ile. Ilikuwa 3-0 ama second leg ama? Yeah, the second leg. Yeah. But sikuwa na expect hiyo. Sijui tuseme nini. Do you feel that maybe serikali ndio invest saidi ya wanajeshi lakini invest sana saidi ya police, ama ni watu ambao ni wale viongozi kwa hapo ndani wako dal kidogo, si kama wale wa police wanatoka nje wanatafuta adverts, wanatafuta sponsors? How do you feel? Say like binadamu ni binadamu at the end of the day. Like hata like wakakuwa na our sponsors, government is investing in those hizo nini za wanajeshi. Utapata kuna tule mwenye tu anataka kujiwekea yake. Like teams nona kama teams kama APS Bomet, hizo ni za wanajeshi, Ulinzi, police, ni teams zenye ukiangalia zifai kwa zina struggle hivyo sana pia kwa performance because they are having everything. And police by the way is doing very well kwa sababu partners wao ndio the same partners wa the ladies team. The ladies team, yeah. Na pia kuna basi kubwa kuliko ya timu ya Kenya Premier League. And that's when these girls are really performing. Na pia pia SportPesa pia wangekuwa tu wangefanya tu vizuri sana if they could have also said we are sponsoring we are the league sponsors of the men's team, hata pia we try kama ni 50% in the women's team kidogo, at least we try to motivate these girls na kuwa lift up because when you're comparing the performance ya ladies na boys, ladies are really doing well. Yeah, they're doing nice. Tutaongelea by the performance ya ladies, tutaongelea system yao ya kucheza ligi, tutaongelea uwanja zenye wanatumia hata kama wana shine, a lot of things. I feel that hiyo nini ya wasichana iko undermined kidogo in Kenya, ikumbuki sana, na the ladies ndio wanatuonyesha kwamba wanafanya vizuri. Anyway, wantimu yake utojide camera ongebre na ya mwegre chinse sana isa to chiabo no moga soto bendre to kwa na me studio na bagani bana Eunice Kerbo na Vaigo Bridget Siantei habono obavale senchira bene mwega to to kwa na kwa chiko sego chakero ne ketone ge chinsa kianda ine ngakioro chego senga kiwati birengeri byao igoro chiko sori cha WAFCON teba subati timu yeto yense ya Kenya ya Harambee Stars sinse iyo omwalimu wabo nse mugundi wabo somo coach uchire kwa Beldin Odemba yo kubara WAFCON yabo mega yoko besiko yige kakimya kangi komi ego chakari tukori yankyo kurwa hegese robose kurwa eso muchiori Rabat ime ya Morocco na tochi kuchia sego sori ya opening game ri tukori yankyo chinsenye chabo tuko igati timu ya Morocco hamo one timu ya Harambee Stars ye timu ya Kenya Morocco amene kenera the Atlas Lionesses kuchitoro kwa ndamange ingakyo rocho okorora kwao ne Lionesses Atlas ya Morocco ngochi bose Lionesses gose timu yetu ya Harambee Stars ne chiko na bya kero chiko so ne timu ya Morocco ya basubati tukori yankyo ochakira chinsenye chebo tukakero mina yo subati bya Africa ngima bigo chakabene nabo hokondikirari huko ontomere ese namba yetere gabwe message nabo gotomere sensemo ya WhatsApp nabo igo nabo kungakire simi erese screen ya gabo unse ya masa ya monye bwate togendere gukwana naye esenchera ere ya bene birengeri byao igoro ya performance go senga kia basubati betaba chiko kora ese bino bya WAFCON libo subati bya Africa ngima bigo chaka tukori yankyo ime ya Rabat Morocco to tunaanza kabisa sasa tena normal kwa nikiongea kichago ndio kwa na how do you feel sijui tutaanzia wapi? Tuanzie kikosi Harambee Stars, tuanzie grouping stages ama tuanzie kikosi? Tuko na kikosi ya Harambee Stars. Beldin ameweza kufanya vizuri sana. Naona anaongoza Highway Secondary ambaye imeenda nationals
iliweza kupiga hapa hivi. I was there that day. Nilikuwa pale Jamhuri, tukaweza kuzungumza kidogo, nikaongea na Odemba angawa kwa nataka kuonekana mbele ya kamera na alisema hatana kufanya matokeo mazuri. There's a push. Tuanzie missing players. Of course Corazon Aquino who helped the team very much kwa kila game ya qualify. Akaonekana kuachwa nje. Kikosi ya kwanza ilikuwa imeitwa. Si hiyo hapo ilikuwa postpondiwa. Kikosi ya kwanza akakosekana. Lakini tukamwona Gentrix Shikango akiwa ndani kwa kikosi ambayo ilikuwa inafolea kwenda Morocco. Ikakuwa postponed tena kitu mara ya pili. Sasa mara ya pili Shikango hayuko. A goal machine from Simba Queens ya Tanzania. Wanasema wanafaa kuwa huko. Corazon Aquino yuko. Na maybe sijui can we consider Eze naitwa Hakida. Hakida. Sijui kama tunaweza mconsider I think her time imeisha. Time yake imeisha. Basi yako kwa klabu ya Kenya Premier League. Kibra. Ako Kibra Soka. Yeah, but I think her age mates. Okay, tuseme tu time yake that can be justified that her time imeisha. Yeah. Time ya Corazon imeisha. Not really. I think I don't know. The coach knows why she didn't call those two up. One, because you know Gentrix, like you've said, goal machine. Ametoka juzi Simba. I think she had like 13 goals. She's been consistent. The other season I think alishinda Golden Boot. She's moved to Egypt in this transfer window. So considering these two have experience, Corazon hapo midfield atakuchezea 6, atacheza 8. She can also play the 10. The pasi anajua kuweka. These are two experienced players that I think we really needed in this squad because we are going. Ukiona kwanza group tuko, we needed the experience because people we are going to play against in WAFCON, those are very experienced teams with experienced players. But at the end of the day, it's up to the coach to decide who she wants to call up and who she doesn't want to call up, and she has her own reasons why she didn't include the two in the final squads for WAFCON. Yes. Ferrari. Nekesa. A winger, a very great number. But Valerie Nekesa anacheza 9. Violet Nanjala anacheza nje. Yes. Nekesa, she's very speedy. Anaweza bayo kiatu itamtosha. Kiatu ya Gentrix. I don't know. I feel like she just recently, you see, in 2024 she was in the under 17 Dominican team. Republic. Yes. The next time she was in the under 20 team. I don't think first she'll be a starter. She, in as much as she's talented, she's gifted, she can score goals, but we need experience. So I'm not sure she's going to fill those boots. Yes, she'll get us maybe 1 or 2 goals, but she wouldn't be able to fill in the shoes. Serenge. Still equally young. Equally young. Yes. Under 17 ya Dominican Republic. Yes, still equally young. Yes, so I think nataka kuona who will start, who will be our starting person hapo target. Yes, because those two that you've mentioned are people who will come from the bench. Yes. The previous FIFA series alikuwa amechezesha Teresa Engesha so maybe atamua kumwanzisha. Very nice girl lady. Nzuri limuona na mwana sana experience so tunamu expect hapo mbele. Huyo that we can work with that. And then I also expected like Mideva, she's had an amazing second half of the season. I expected her at least to be part of, even as we were playing the FIFA series match against Australia, we really struggled with the final balls, but when she came in as a sub, sasa tukaanza kuattack vizuri. We had various shots on goal, on target, on goal. So I expected her to make the final squad, but she wasn't called up. But nimeona anaenda sijui ni Spain ama ni Sweden. Majina kubwa zimeachwa. Sijui nini? Sijui for jiwa tuenda kwa talent ama nini. Building I was saying Simba when they are rating a letter to Simba to release some of their players, Simba wanaanzaga kusema our players are not they are not good right now, like wakona injuries na pia wakishasema hivyo hakuna kitu atafanya. Maybe that's the reason why aliacha Corazon and maybe Gentrix. Plus again kuna hizi rumors Kenya zinasema the experienced players like kina Corazon na kina Diana Wachera, they walikosa kuitwa for the previous call-ups kwa sababu they were demanding to be paid their allowances. Junona the younger ones hawezi kuwa hivyo wasumbufu sana. So that's why walikuwa wameachwa.
But we have 2 of the Simba players who are in the final squad. So ukisema ati walikata kuachilia, then I think there is something we are not being told. Because kama ni yenyewe Simba walikata kuachilia, wangekata kuachilia the entire contingent. But some came. Why is it that wengine hawakuachiliwa? So I just think there is an issue that they don't want to address. And if this is the story that they were demanding the allowances, it is important that these girls are paid. Ini kazi kama kazi ingine. I can't wake up and go to work and not be paid. These allowances need to be paid on time. And why is it that it's only in the women's football that kuna shida allowance? The day we are supposed to travel to France, what were maandamano? Because we have not been paid our allowance. How then do we expect that these girls will perform and the allowances have not been paid? So people should not be victimized for advocating for their allowances. And these are the senior players. Why was people advocate for the allowances to be paid? Do you expect the young ones to advocate for them? Apana. So there is need for us to move away from victimizing people for demanding for their rights and ensure that these girls' allowances are paid on time. Alifaa kulipwa ni bidii yao imewaweka penye wako amejua ball. Yes. Experience yao, talanta yao na kila kitu. Wanafaa kulipa. Na ulisikia hata walikuwa State House by the before the following day walikuwa State House, the following day ndio waliandamana. All from nowhere hiyo pesa ilipatikana, ilitoka wapi wakapewa pesa, ilitoka wapi na mbona iko hawajaipewa hiyo time yote mpaka maandamano ndio mpewe Kenya. It was said ule msewa sports alisema wenye after ile promise ya President Ruto alisema alikuwa because the following day FC walikuwa wanaenda State House. So alikuwa amesema atenda hiyo mkutano FC akishamalizana nayo atenda kujua sort ladies, hivyo ndivyo walijitetea. Ndio aende mkutano kwanza ndio sort which is supposed to come first. We get our priorities wrong a lot of the time. And it's not a one time thing. These easy allowances killer every time after the FIFA window. We have complaints about allowances. So kitu wamezoea and they need to sort that out if Kenya is supposed to be the one stop shop for sports. Lazima tuandamane. Anyway, hiyo pesa imekuwa walimaliza qualification kisha kitambo sana. Jini mwezi wa aina ama qualify to AFCON kitambo sana. Hiyo pesa imekuwa vyote yote and yet you see the president, you see the officials from FKF wako hapa. Leo wamepeana 10 million mali, amepeana hapa mali ya siji ya nyota, siji nini kila kitu. Yes. Mbona tuandamane Kenya ndio tupewe allowances zetu, angalia hata even the civil servants. I think we are taking it long now. Sijika ball yetu ya Kenya itaendelea sana. Anyway, kikosi ya Harambee Stars tumeiongelea. Nimeona kuna wasichana wadogo sana wanaenda kutumika pale. Tumeongea Marion Serenge, Elizabeth Ochaka, hata mjamzungumzia. She captains Police Bullets, very young. Elizabeth mdogo kweli? Yeah, she is. She's the youngest player. Actually, in the WAFCON, she's going to be the youngest player. Yes. 17 years ya ukweli. Alikuwa gapi baadhi? Alicaptain Junior Starlets 2014. Yeah, when they went to the World Cup. Hiyo ni miaka ngapi hadi saizi? That was 2024, so we are in 2026. That is 2 years. That means yes. Alikuwa 15 ama. Yeah, she's going to be the youngest player at the WAFCON. Yeah, she's definitely. I don't think so because you see, by the time she was playing the centre back at the FIFA series, Ruth Ingotsi, the captain, had an injury. Yeah, had an injury. So yeah, let her go and gain the experience. But yes, I think she's gained the experience over time. You play for Kenya Police Bullets. Umebeba ligi, kwenda World Cup. Alicheza ile Sekafa ile Sekafa qualifications ya kwenda CAF Champions League. She's played at the World Cup. Yes, I think she's going to be a player we need to be on the lookout for. Yes. So to expect the group of death. Morocco, the Atlas Lionesses 26 kesho saine. Tagini ya kwanza itakuwa ya Senegal na Algeria mapema. 2 alafu yetu saa 5. Alafu saa 3. So Kateresa ni Senegal na Algeria, sasa sijui waliweka aje hivyo sijui. Morocco wameanza ama haya game ya pili tarehe 30 na Senegal wenyewe the Lionesses of Teranga. Alafu game ya mwisho ni 3rd next month. Algeria Desert Warriors. Tutatoa point hapa. Our factor point is going to be very hard. Morocco they have been
wamekuwa wakimaliza quarter finals back to back. And tena wako na home advantage, wako home. So kutoa points in front of their supporters is going to be hard. Yeah, the squad is training by the way. Washafika Morocco, sijika director wangu akona hizo cuts and skipita washafika Morocco. Yeah, so kutoa point is going to be hard, and we will try, tutaona. Yeah. So game ya kwanza to expect nini kesho from you? It's going to be a difficult game. That group, you see, the last time we have never won a game at the WAFCON. We've only been there the first time in 2016. Na tukatoka group stages. We didn't win any of our matches. 10 years down the line. 10 years down the line, we are back. Tumewekwa kwa group. If you look at Morocco, like she said, home ground advantage. Morocco has invested in women's football for some time now. Structures, player welfare, their local leagues are doing well. Yes, of course, the last two they haven't won a WAFCON. The last two wamekuwa kwa semi-finals, wamekuwa kwa finals, and they lost. The last edition they lost against Nigeria. The other one they lost against South Africa. So is this the year for them to win it? Because the last two times they have hosted it, wamekuwa number 2. So they have experienced players. Then I think it's going to be a difficult match for us. But even as you read reports, even as you listen to pundits and all that, everyone is seeing that we are the underdogs of this group. So I think for me, the coming back after 10 years should be able to count for something. Let's at least try and get one win from this group. It's not going to be easy, but let at least, the stadium is going to be very full. So I hope we are prepared mentally for that noise. You know, in North Africa, they use lasers, they have the smoke bombs, which I hope we are prepared mentally to handle that. Ukiangalia hizo ligi zao kwanza za CAF, CAF kwanza ikiwa inacheza Morocco. Yeah, and then of course Algeria, same thing. Wako na wengine moto mbaya. Senegal, same thing. If you look at these players, most of their players they have looked for players who are of course from the Moroccan countries, but wanacheza nje. So you look at France, watu wamecheza Spain, watu wanacheza Sweden. Are we able to match that? Ball inapigwa safi, uwanja ni safi. Uwanja ni safi, but they have the quality, they have the experience. These are not people. Kwanza kwa hiyo group yetu sisi ndio I think we've not made enough appearances to the WAFCON. So you're going to be competing with people with quality, people with experience, people that have made back-to-back appearances at the WAFCON. So it's not going to be and already everyone, the media has counted us out. Tushaitwa the punching bags, tushaitwa nini, but I think for me, I just hope that we can get at least one win from this group. Look at the umeongelea defense, umeongelea center back, umeongelea nani? Center back umeongelea mwenye alikuwa nje. Ruth Ngotsi. Look at the leadership from Mwanalima, Jericho Dogo. Turudi kwa goal post. Anedi Kundu, Lilian Awol na Shinyonzo. We paying for Awol. Lilian to start. She was in the squad, by the way, that was in the 2016 WAFCON. Like the Kenyan team that went to WAFCON in 2016. She's the only remaining player mwenye amebaki. Of course, Mwanalima alikuwa na Enes Mango, but they didn't make the final. I think hapo naitwa goalkeeper. Tunakuanga sorted. Amecheza nje sana. She currently plays in Romania. And I think she's the first choice goalkeeper there. So hapo kwa goalkeeper, whether it's Anedi also has experience. Alicheza nje, then she came and played Police Bullets. Ameshika I think a few games. The only keeper that hasn't had international experience is Shinyonzo. And I think just to try, and now we are transitioning the team. We also want like new faces. The first time she was called up, I think ni last year, but went to the national team. She's the goalkeeper of Kibra Soccer women. So I don't think kwa goalpost we have a problem. I think hapo tuko sorted. Sasa kama tuko sorted basi tutakuwa kama Cape Verde ama kwa goalpost tutakuwa Cape Verde. Tunaweza shot kadhaa, lakini umeona goalkeeper tunatoa kwa. Defense iko kidogo. Sijui mbona tuita na dogs. Anyway, sijui utaonaje Senegal? Can you talk about the Lions of Teranga, anything about them?
Au pia wamekuwa na most appearances in the World Cup, in the WAFCON compared to us. Ni watu wenye pia like they're going to fight, they have won, is it once? Nilikuwa naangalia they have won, sijui kama ni mara moja. So hao watu wako na uzoefu, as we are just coming back after 10 years. After 10 years hapo unapata an Oluoch ule wa Mathare alicaptain hiyo team and now she's a coach. So tuko tu na ugumu kidogo. Hakuna rahisi. Kuna rahisi. Hiyo tunapata watu kutoka France wamecheza kwa tough mzuri sana experience, na sababu hapo unapata mchezaji anapiga Kenya Women Premier League. Yes. Inachezwa jini Jericho ama wapi. Yeah, wako na coach pia. Morocco wako na coach ule wa Spain mwenye alishinda World Cup. So already that one, the fact tumesema wako nyumbani, their players wanacheza sijui Lyon, sijui RC Lens uko France, they have a coach that has won the World Cup. Imagine. Yes, so yeah, we are wishing the girls all the best, but they need to know that it's not going to be a walk in the park. Yeah, and they need to be prepared mentally, but also the coach needs to be flexible, because as ingine the system yenye umepanga unafika of course you watch Morocco's clips and all that, and then ufike uko upate wamebadilisha their system and how they are playing their format. So we also need to be able to adjust, na tusingoje pia sana to make the substitutions. I realized when we were having the FIFA Women Series, the last game against Australia, she took a really long time to make the substitutions. Sometimes pia the timings of the substitutions inasaidia, because utaleta substitute at this critical time, they have a lot of time to come and change the defense. So hoping that she'll be flexible. Yeah, and hoping that the players will be flexible, because as ingine unafika, like now we don't have a natural number 6 in that squad because Nani is in KDF training. So now Mwanalima will have to play number 6. She's naturally an attacker. Yes. Anaitwa Lavender. She plays for Lindsay Starlets, and she went to for training, and they were not able to ask for permission akuje. So Mwanalima is going to play 6. But the same way toka pale Kishanda. Alizi toka mpaka amalize. So Mwanalima, of course we saw her during the FIFA Women's Series, she adjusted, but not to our liking. We didn't tuliona ni kama she was struggling, because you see a number 6 alicheza by the game ya mwisho ya kukurfa. Struggle sana. Unajua tunaweza kumuona kwa flank. Yes, so and attacking. Attacking. Yeah, alafu traditionally a number 6 is big bodied. Because in the number 6 inataka a lot of defending. Yes, she's quick and fast for a number 10, but for a number 6, so we expect that more players will be able to become flexible kama yeye and adapt to that new roles if called upon. If uwekwe winger na that is not your natural position, because at the end of the day we want 3 points. Na mali pia tutapata 3 points, draw it atuokoa. Yeah, so we ensure that we do not concede any goal. Yeah, sana. Yes. So to speak with Senegal. To speak with Nane na Senegal. Like how they are meant counterparts and kwa mingi zile na tunaongelea nini ya kweli Algeria. Tutatoa point huku kweli hapa. Unajua Algeria the last edition, the last WAFCON edition, they left the group stage without conceding a goal. After the group stage, the next match waliilisha 0-0 wakatolewa penalties. That speaks to the kind of defense that team has. They have an amazing goalkeeper. They have a player anaitwa Sophie Hu. She plays for Lyon. An amazing center back. An amazing center back. Most of their players play in the local leagues. That is working. Unaona? That is working. Yeah, that is working. Yes, see, you see this tournament, tunaenda WAFCON tunataka kucheza, but the leagues back at home are not doing well. And you see hapo ina to expose, because you go and play against Algeria where they have teams like JS Kabylie zenye zinacheza Morocco. Most of their team hiyo yenye ya WAFCON wanacheza ASFAR walicheza Club World Cup, walicheza Champions League ile ya wasichana. These are people whose local leagues are working. So Algeria kwanza kuwafunga, we just need to know that their defense, we need to figure out how we will tutavunja your defense, because they are a team known to not concede goals. Yes. They're very disciplined defense. Yes. So ni ngumu sana, tutajaribu tu usiku wa leo. Prediction yako nakuja nianze na Kerubu. Uroche prediction yako. Prediction. It's hard. No prediction.
I don't know. I am unable to make predictions until maybe after the Morocco game tomorrow. Once I see how because I don't think we've played Morocco even in the friendlies. Hakuna friendly tumecheza na Morocco, so it's going to be difficult to make predictions. At the West Africa countries bado. Yeah, the only West African country tulicheza friendly na wao ni Ivory Coast, and they are not in our group, they're in another group. So mi Kenya tunaweza sema at least one win. Hiyo tu. Yes. Inaweza one win. Yes, and maybe toka wapi juu zote ni yeah, we can try Senegal, our Algeria. Yeah, a win and a draw can get us out of the group stage. Yes. Kirubo, Bria ameongelea mambo ya kufanya subs na tukiona sana ikiaffect teams Africa in World Cup, si ndio? Yes. Yeah, watu wakasema hydration break ya pili kuna maji imekuwa changaji nini. Coach wetu, tuanzie kwanza experience ya coach. Na tuangalie kupiga Ivory Coast, kuqualify World Cup, si ndio? Kulikuwa Tunisia na Gambia. Gambia na Tunisia. Qualification ya World Cup. Yeah. Oh, ya World Cup. Ya World Cup. Achana hii ya nini? Achana Tunisia na World Cup. Ilikuwa Ivory Coast. World Cup Uganda, Botswana na South Africa. No. Kenyan team. South Africa is tunapigania qualification. Kuna time Harambee Starlets chini ya Beldin Odemba. Ilikuwa tunaelekea World Cup kabisa. Tulikuwa tumetoa timu gani? Si Ivory Coast. World Cup. Yeah, alafu tukatolewa na timu next ambayo ilikuwa ni gani? Botswana ikatupiga. Botswana ambayo ilikuwa kidogo sana. Ama? Hapa Nyayo. Yeah, towards this qualification tumecheza na Tunisia na Gambia. Sio hii, ile nyingine. Okay. Unaweza kumbuka game fulani? Game fulani yenye tulipiga Ivory Coast. Tulikuwa tunafaa kucheza na Botswana. Botswana wakatutoa in fact. Oh, okay. Do you remember? Ile ilikuwa Ulinzi Complex ama ilikuwa Nyayo. Okay. Ilikuwa Nyayo. I didn't watch that. Msichana wa Ulinzi Starlets akiingia sub dakika mwisho mwenye. Sherry Langachi. Huyu mwingine mwenye ameenda KDF mwenye kwa. Lavender. This one. Huyu namba 6 mwenye anataka kin. Umeona? Mideva. No. Okay. Mwenye ameenda KDF. Jina itakuja. Yes, na a close friend of mine. Imepotea tu kidogo. So ukapata tumepiga timu kama Ivory Coast. Then next step ilikuwa the third round ya kwenda World Cup. Na hapo tulikuwa tumeona World Cup na match by the way. Ndio tukapigwa na Botswana. Unajua kama unakumbuka. Botswana ikatupiga. Subs tunaweza ongelea aje experience ya coach wetu so far kitupeleka on maybe experience ya Beldin. I think Beldin of course for the last remaining minutes depending on the game venye itakuwa, sidhani kama atakuwa ana sub the experienced players akiweka the young players juu. I've seen hiyo ime happen kule World Cup ya men, so hatuwezi taka pay to happen. So during the last minutes depending on how the game will be, asifanye tu zile subs za hivi. I think mimi two things. One, we have a data analyst on that technical bench. That data analyst will really come through for us kwa sababu data analyst anafaa kuwa able kuambia coach this system is not working, let's try this other system. Hapa ndio weakness ya Morocco iko, let's try this something else. So I'm really counting on the assistants to support her when we are making decisions around the substitutions to be made. And then the data analyst pia will really, itabidi sasa he will need to give his 150% because also considering Beldin, if you try and compare her with the other three coaches, I think she's the least experienced because these are other coaches wamekuja kutoka, these are coaches that have brought their teams over and over again to the WAFCON. These are team, unapata sasa kama vile tumesema huyo coach wa Morocco ametoka Spain the other time when they were winning the World Cup. So she's coming in as a less experienced coach in terms of WAFCON appearances, but she's had a good domestic season. There was a time she coached Kenya Police, the men, Highway. She's always doing. She's currently in Highway. Highway was always doing well. Alikana Police Bullets for I think 2 seasons. Alibeba kikombe na wao. So so I don't know. Those two things that I've said. The assistant coaches should support her with the substitutions, but also I'm really looking forward and hoping that the data analyst of the national team will support her in ensuring that we do the subs on time and we do proper subs. Because hata ukiona World Cup, most of these teams zilishinda juu ya masubs walikuwa brought on board. Look at Mikel Merino.
some of these teams in the World Cup won the games because of the substitutions. So we should be able to have good powerful substitutions. Yani tukue tuna secret weapons on the bench, and now how do we utilize them for our benefit? Tusikona substitutions zenye hazifai. Yes, unaona Argentina inaleta Paredes alafu anauza viatu. But if you are Paredes up to a red card in a game. Yeah. Was already like person to survive. Anyway, Kerubo, mtu anafika semi-finals ana qualify automatic for World Cup. Yes. You see? Na hakuna round of 16. You 4 groups. Yeah. 4 teams. Sijui kama kwa Naenda quarters direct. Unaona aje? World Cup tunaiona ama turudi to qualify automatic. Ngumu. Yeah, the last 4 teams, inamaanisha the last 4 teams wale watacheza semi-finals, all of them will secure a ticket to go and play at the World Cup. Your 2027 iko Brazil. I don't know. Honestly speaking, I don't think we will get there. But yeah, look at Nigeria, favorites to win. Look at South Africa. Look at Zambia. Look at Ghana. I think those are my favorites to do. Look at Morocco. Those are my favorites to try and get to the last 4. But I think we will be over ambitious. Zambia. Yeah, Zambia, South Africa, Nigeria, Ghana, Morocco. You look at the quality those people have and the investment that they have put in women's football, and then you want us to compete with those people. No. So tutakuwa ambitious tukisema ati tutakuwa the last 4. So I think for us it's just to go and pick the lessons, experience the good football there, and then come back, and then now we prepare ourselves again vizuri once we've invested proper structures and player welfare, and then now tutarudi vizuri the next time. Yeah, but I don't see us making the final 4. Munasema tuende tu tupate experience kidogo. Like I think for now need to track a group, tumalizane na group stages to advance. Atuwezi kwa tuna compare na the nini na wachezaji wa Nigeria. They have won the title 10 times. And not to see this the second time we are appearing after 10 years, so it's going to be a difficult one. You just get experience itupe motisha next time to upgrade ball ya Kenya kwanza. Yes. Yes. Yeah. Tutakuwa tunaenda break and then tutaongelea Middle Cheche for the second time leading the under 17 women team. The GOAT. Yeah. To World Cup. Tutakuwa tunamwongelea sana. Mwache mwache dakika chache tutoke na 5 ya moyo rechi sasa so chiabano omogaso tutakuwa kabisa na Eunice Kerubo hama onere Bridget Siantei au manyi na balingo libongani chiko sori kurua higa meyense ya Kenya moigura mangana tukwana mpira wa AFCON ngo chakori tukoria nkyo basubati Afrika ngima Asarambe Starlets bare gare me ya Rabat Morocco tobochikoreria hego sori yuen komu sana ngakichi gochiko bari tuko oria nkyo century ya bene tukuru mutukumo sigi toko yana tukwenda no murugwe chiko sori amona banyango. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Rumba Music. Ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga ya rumba. Naboigo nto kwiba basai ababakulwa jijenzi emisike kogenda bwange bwate chi atalaku. Le général Dangote anachukua anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo jipepe
oya mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka Nzube ya Bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tuchikumirana keraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo ni Mungu amefanya, sio mimi. Sembro Gomingo Magara. Mintumwas manyagitinga semwapeta muganda goregeria Ensoko TV oboroso bomusi Ensoko yakusamata magno Ekrendwali yakuibule chinguru kirali tukunesegi ekerwai kirensinyo ogosemelia nkoro Walfit Health Center ninto mwali bomuchando Eretabiyane Dr. Kenna Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya Walfit. Inyagitari ya Walfit ya chagete 2005 asumucho karatina. Ase inyagitari ya Walfit nere inyagitari ntangani ase East Africa ngima. Asitogo kolege ntogekoro kunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari ya Walfit itoko tumia chinjira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na ande tuatumia ndegunga international herbal medicine. Asenya litari yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis, tuamanyire mechando ya bobwate wetere njira ya professional laboratory testing, tuamanyago kwa mayogo. Nye kwa buli wa mrembanisho ndwali chinko mbuno buriri bwisukari, high blood pressure, arthritis, ulcers, na hemorrhoid egati ya mange, toba no buoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza, ejo kwenye manyekantabuna Uhuru Plaza, 3rd floor, room number 307, ange nechiro ya Marigiti omuchobo songo. Kuse tuakireseme asi number 0722245763. Ekari yakurwaria maroira ari complicated, abaroira bagucha barwarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo, umuroira akwandukura matukato, lakini ekero bakoira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu,
okonya aba bwenete Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Dakika ya maya tigere chibe chinsa kianda round ya kabiri kigima tugere to kwana mangana yetigosori kuseni kyo kyabene gen Ensoko TV mambi yabone igande nabagani bane me ga Bridget Siante abaga Eunice Kerubabonsi bamanye tichigosori sana wanaelewa sports ya wasichana ji kama ni uongo mabatuka una watch unaona kabisa huyu anaitwa nani anaitwa William Nyabayo hata ba tuned in a very nice discussion there. William Nyabayo ni shabiki msugu sana wa club ya Shabana FC Tore Bobe pia Tore Morero Thika Road branch unaona umevaa Shabana anyways Thika Road branch ni among the branches za mashabiki wa Shabana na pia unampatanga pale kwa security pale wanaangalia security ya stadium iko sawa the security system personnel wa Shabana FC. Asante sana kwa kutune in William Nyabayo na nafikiri training yako penye unaendelea pale Ngongi imekamilika vizuri. Tulikuwa tunaongelea mengi juu naona time inakimbia na discussion inakuwa sweet. Ulikuwa unaongelea the goat Bridget. Yeah. Kabla tuongelee ikosi yake, hebu ongelea the goat kabla tuongee group yao pia. I think kudos to Mildred Cheche na her team taking the team back to the World Cup after the first Kenyan team kwenda World Cup ni through her and the work that she's doing. Of course 2024 walienda the first time, they got one win and lost the other two matches and then now last year 2025 we took manage kwenda because we lost ile qualifications the third round tulipigwa, we didn't manage, but now we are back after beating Uganda, after beating Botswana and after beating South Africa. We are back, yes, and we'll be at the World Cup this year in October. So yeah, kudos to her and her team. Yes. Yeah, Kirubu. Yeah. Cheche. Cheche is a tactician and I made to prove here this is the second time he's taking the Starlets to the World Cup and hata ameprepare vizuri, amejipanga and we'll see. Yeah. Alienda by the ulimesema the first time kabisa alishinda game moja na it was the first appearance ya under 17 ya World Cup. Yes. Yeah, akasumbua sana England. Ilikuwa England ama? Walishinda Mexico. Yeah. And tulisumbua sana England. Yeah. It's against big teams like England, unaona ni Korea where soccer is made. Sijui utazungumzia aje watu walikuwa pale saizi ya wako wala wasichana saizi ni wapya kabisa. Yeah, but sijui utaongelea aje your squad. I think it's good that we are seeing the transition and I hope that can something that the men teams can copy. Because unaona Valerie amekuwa under 17, Elizabeth Ochaka amekuwa under 17, Marion Serenge and now they play for the under 20 na bado wameenda senior team. So your progression even in the technical bench, unaonanga Mildred Cheche sits as an assistant coach for Jacqueline Juma in the under 20. Jacqueline Juma sits in the she's an assistant coach for Beldin. Yeah, so unaona the progression is not just amongst the players. The progression is even amongst the technical bench, and that's something that should be emulated by our male counterparts. Yeah, so I think there are two players from that squad who are still in this squad. Linda Way alikuwa in the team year 2024 and there's also Brenda Award. She was also in the 2024 squad. Na even if you look at the interviews before they played the matches, they were like, sisi tushaenda World Cup, tunajua utamu, and we are going to encourage the other players twende hii World Cup pia wa experience. And they managed to do that. Yeah, we've been put in a group na USA, na Samoa, na China. Samoa are debutants. Hapo China at least tunaweza toa points hapo because the goal now is to leave the group stage.
we need to leverage on the experience tulipata in 2024 and now come and at 2 wins kwa group stage, we are in the next round. So we can try and get a win from Samoa and China and then move to the next stage, because sasa the excitement ya kuqualify imeisha. Sasa tumeanza kuwa wenyeji and we hope that we are able to come back frequently, because sometimes for you to become a great footballing nations, you need to be consistent in these big tournaments, in the AFCONs, in the World Cups. Yeah, so I hope we can get at least 2 wins from that group stage, alafu we move to the next round. Angalia Junior Starlets, we beat Uganda, then call for the third round kwenda kucheza na South Africa. Uganda itusumbua sana, but South Africa, which I expected itusumbua ama itutoe. Yeah. It happened something bad, an aggregate of 5-1 tukawashinda vibaya sana. I don't know, tuongelea aje nini ilifanyika, nini wasichana waliongeleshwa, because between Kenya and between Uganda and South Africa ni wagani walikuwa wakali kuliko wengine, ama ni timu gani iko more developed kuliko wengine? Tukicompare tunasema South Africa wako juu kidogo, and tukiangalia wakicheza when tulikuwa kwao kule South Africa, kulikuwa there were empty stadium, so wenye walikuja tukamanage kutoa point kwao, and the time they came home fans walijaza ground, and that was a good one, because wasichana wa South Africa hawajakuwa na hiyo uzoefu ya kucheza under many fans. And pia ukiangalia time ya half time tulikuwa nyuma, and kule changing room nilikuwa nasikiza Chacha alisema like she motivated them, akawakumbusha tuko home, akawakumbusha like you are having support from the fans, nini hizo zote, and wakakuja up the next second. Yes, kuna mashabiki wakatusaidia. Brenda Ching, number 9 wa Junior Starlets. Tulimona ilikuwa Sekafa. Yeah, the championships. Mabao zenye tuliibiwa, tulinyang'anywa. Mabao. Hata it makes sense. Timu ilikuwa above at 7. By the time wanatoka si walikuwa basi wangeweza kutolea penye wamefikia chini ya 7. About 7, alafu ukiangalia pia the next match the same team played, alafu tunaangalia bado ule msana alinyima bao zake, so it was even emotional damaging. It was emotional damaging to the girl, kwa sababu how will you explain to this girl mwenye ni mdogo, of course ni under age 17, kimwambia rules za CAF zinasema hivi na hivi, ni hata ukiangalia the next game mwenye alicheza hakuanzishwa. Na pia tema alikuja, she showed up and she tried. Utamzungumziaje Brenda Ching? Pia ameshine kwa timu ya game ya mwisho ya South Africa sana. He is a goal machine. You expect kitu kile ambacho kwa tunaona? Yes, I think you expect that and much more. Kwa sababu first that girl's mental strength inamaanisha iko juu, because you've played Uganda kwa qualifiers za World Cup, umewapiga, umefunga, then you go play Uganda Sekafa, you score so many goals, bao zako zinatolewa. Of course it demoralizes you, but she still showed up for the next hiyo game ya South Africa and still scored. So yeah, akona playing style kama ya Valerie Nekesa, and I think she's destined to national team ya wasichana kubwa. Yes, and amesainiwa Spain, inaitwa sijui Tenerife. Yes, so I think they have a similar playing style. Of course, even at the World Cup, I expect her to do better, and I expect that she's going to be scouted, because the whole idea of taking part in this tournament is that you get scouts can get to see you, foreign teams can get to see you, European teams can get to see you, even if it's a scholarship ya shule, or if you're going to a team, uanze a reserve in France, Sweden, and then you work your way through up. So she has a bright future, and she's going to really show up for the under 17 Kenyan side as we go to the World Cup. Unasema anaweza enda nje. Yes. Anaweza shine pale nje. Yes. Karibu kuenda anyway. Nilikuwa na kikosi mzuri, umeangalia kikosi, umeangalia Linda Way, umeangalia Faith Boke, si ndio? Good squad. Tunaanza na 19th October, si ndio? Na China. China opening match, alafu baadaye na USA na tunamalizia na Samoa. Tunaenda through group stages. We will.
We will win against China and we will win against Samoa. Yeah, and then we move to the next. Yeah, you know, USA ni kama wenye hii tournament. They haven't missed any edition of this tournament. Yeah. Yes. They are apart, of course, their men's, the senior team is struggling. Tuliwaona hata World Cup wakuenda sana as people expected that wao ni hosts. But your tournament, your under 17, they have been in and out, like in and out, in. Yeah, I think 10 or 12 appearances. Yeah, so that might be a difficult opponent, but the other two tutatoa points and we'll move out of the group stages. Yes. Probably tutaenda mbele. We hope so. So Samoa, China, USA. Okay, tutaenda through. With our girls. Yes. Midway Church. Yeah. Hapa tukapata 2 wins, tuta proceed the next level, or if we just get 1 win and 2 draws tutakuwa sawa. Samoa, of course, they are new babies. Sisi tuko na uzoefu hata kama sivyo sana. Tunawapiga mapema. Alafu pia China, hiyo the opening match pia itatudetermine kama itatudetermine venye tutakuwa tuna approach the next match. Yeah. And pia ukiangalia USA na uzoefu yao pia is not going to be, that's the toughest match kwa hiyo group stage. Pia wamebuild more in infrastructure, so like it's going to be a hard one. Yeah. Okay, tunaendelea kuongea hapa kabisa, naona kuna messages zinaingia lakini tutasoma baadaye. Mwancho mwele chaptuka chideka kianda igoro chinsa sana ugoze chinsa kianda chiteka kianda chaptukire igete seni nen Soko TV tena tuko na Eunice Kerubo na baiga Bridget Sante imeyegete seni ke kyabene na bakwenda kulikati messages wose kwa kesi bwana katika kiane cyo kubate simi chaikire ende tugendera ko naye heye masa ya masomo bweti go sori amona abanyangongo umugaso obona iga. We are having a busy year this year, abaswati we are having a busy year wasichana wetu. Hope watatupa all the best. Yeah, tutasonga mbele kidogo tuendelee na vitu zingine. Turudi Kenya ndani kidogo tuongelee mambo ya KPL nini. By the way, niliona timu ngumi ni gani by the way? Hujanitajia. Timu gani? Timu zako 10 ni gani? Nimekumbuka. So Tusker, Nairobi United. I don't mind supporting Brangasil. I think they play good football. Yeah, as long as my friends are in those teams, police, because police na ulinzi, because nimeishi kwa kambi ya polisi. So you see, I have very many reasons to support the various teams. Yeah, but this coming season, nitakuwa tu na support talent. Ona timu na support wewe, ona timu na vaje yao kabisa hivi. Ile moja tu unapenda kabisa. Niko ya zote sasa yeah. Kuna zote wewe. Kuna zote. Hakuna ile moja unasikia kuna kajoto fulani tofauti. Last season, ile season nyingine nilikuwa na support Nairobi City Stars. They went to NSL. Yeah. Then I started supporting Tusker. This last season I was supporting Nairobi United. Yeah, so yeah, support to talent, no specific team. Yeah. Tusker commander CAF. Yes. Na Julian Mete. Alikuja akachange hiyo game sana. Tuongeleaje mid coming ya Julian Mete hii season? I think katikati ya season. Yeah, alikuja katikati ya season. When he came, he knew ligi imeshaenda and he was just like the team didn't start so well. So what I can do, I will go to the FKF Cup and try and win it. And he's clearly shown that he's the master of tournaments. Cup tournaments. Cup tournaments. Yes, tactician at tournaments. Amekuwa tactician at tournaments sana. And of course, even when he came, the morale of the players at Tusker was ilikuwa chini. And when a new coach came, you could see even the body language may change. The players now want to win. They have a winning spirit. Even the play style. The players are now comfortable. They can, wanaweza pass ball from behind. Unajua with Okere ilikuwa tupeleke mbele. That's okay, alikuwa anarusha tu kurusha. Yeah, tupeleke mbele. Of course, it used to get him wins, but another coach has come. Mpira inawekwa chini ichezwe. Yeah, and the players, when he came, they started the tournament and won the tournament. And you see, now Tusker is playing Confederation. They have been able, bank sasa imefunguka. They have been able to now sign proper players who will help compete in the CAF Confederation.
yeah, they have gotten good training grounds. Yani Tusker ya mwaka huu ni Tusker tofauti. Tusker tofauti. Yeah, and we wish them well, of course, wakianza na Sekafa Kagame Cup, and we wait. They are there, hawajacheza leo, wanacheza then the last group, so maybe next week. Yeah, so we wish them well, Sekafa, and even CAF Confederation, tukingoja draw ya CAF, we wish them well then. But yeah, he's brought a new, yani there's change in that team. Very few foreigners used to be signed at Tusker. Now they have signed foreigners. They have broken the bank to bring people like Abud back. You know, Abud is not someone. Talk about that, yeah. Yes. So yeah, everything has changed for them. So yeah, and I know he's been at CAF before. Alikuwa na Rayon Sports. Rayon Sports play Confederation. They play continental football. Yeah. So I expect now that he's going to have a full season for the KPL, I expect better results hapo kwa ligi next season. Itakuwa ngumu kwa timu zingine. Timu fulani huko. Itakuwa ngumu. A lot of those teams have but hii transfer window Shabana wameleta good players on board. Kakamega Homeboys wame recruit. Nairobi United hawajalala. Gor Mahia have assembled the best team around. FC definitely, so everyone has recruited. Well, usipo recruit itakuwa moto. Yes. Mseto ni wapi? Mseto ni wapi kwanza tuanzie hapo? Mseto ni it's a team yenye na play regional currently. This is the first time wanaicheza regional. They were promoted previously from county league. And so pia next season wanacheza regional. Mlikuwa zone tofauti na na Olympic. Na ya Olympic. We are in the same zone. The same zone. Mlikuwa huko juu mbele ya Kibaragi. Number 3. Tuli finish number 5. 5 yeah. 5. Kutoka kwa nini? Kutoka kwa mlitoka counties tukaingia regional. Tutoka county tukaingia regional. At the start it wasn't that good. The first start mmeweza number 5. Yes. Yeah. Okay. Out of 20 teams, that's good. For a debut season. Yeah. Yeah, you were talking. So kama kuna timu itenda kuja kusumbua KPL ni Tusker. Tusker inakuja kusumbua. Nataka uongee Mseto kwanza. Utaangalia Mseto. Hiyo Mseto nataka tuambie Mseto FC gani kama wewe ni coach juu unaonekana sana hata kwa mitandao. Mseto FC ni timu kwa kule Dago. Our training ground ni Dagoretti High. Pale ndani ya shule. Yeah, ndani ya shule. And we are tuko kule Dago and we are having okay. So Mseto FC ni timu kwa kule Dago and mimi kule Mseto mimi ni super team manager. Also help in media management kwa postia, help in graphics hizo zote, and pia Mseto we are signing this season, opening season tuna sign and our trials itakuwa kule BP 30th and 31st. Mkuje nyinyi wote. Mimi mwenyewe nikuje personally. Kuja. Kujeni mtuletee vijana kama kuna team, kuna kocha alitext akisema timu yake ilikuwa na some issues na fans ikakuwa disband and he's willing to give us the boys, akitupatia boys at the end of the season tutawapatia a complete man. Watu wazuri. Si muende kule kwingine penye watu walibaniwa 1 year mchukue wachezaji. Tutajaribu. Hapa ama mko na hizo plans. You ban 1 year nafikiri tena unarudi county, si ndio? Wanarudi county. After 1 year. Walikuwa banned, niliona walikuwa banned from playing and then wanafaa kurudi county. So hawafai kucheza kwa 1 year, wakicheza after 1 year. Itakuwa I think itakuwa imeshaisha 1 year. We cannot be in the same place. Maybe we can start from scratch. You are a long time, a lot of things change. Zaji wataenda kucheza. Utapata wengine wameenda, wengine wameanza familia. So tena kwa assemble team pamoja itakuwa ngumu sana. Kwa ngumu sana kwa ligi. Tunamtakia mema. Nyinyi mko ifanya kitu mahali mkapigwa about 24. Sisi the most yenye tumepigwa kabisa ni 6. Tukianza ligi na tulipigwa na NYS. Na hata time walikuja wao pia sisi tulijaribu tukawapiga. NYS imemaliza namba ngapi? NYS imemaliza namba 3. Namba 3 ni ngumu. Ja kuna time pia nilipatana na marafiki zangu kutoka hiyo UN Olympic. Wakaniambia wamepiga NYS unapiga nani? Kama hiyo. NYS pia imekuwa ni timu imesumbua. NYS, Big Ox pia imesumbua. Big Ox ilipanda.
Bigo sasa ni hiyo. Walipanda wapi walibaniwa? Hawakupatiwa any sanctions, but sasa walienda koti. Just they want to be declared as the league champions. So wacha tuone venye sport tribunal watamaliza. Bri. Olympic UNFC have been banned. Meaning wali participate kwa illegalities, si ndio? Yes. Timu yenye ilisaidia wao, timu yenye iliwanga inafaa kuchukuliwa nini steps? Yeah. But why haijachukuliwa steps? I don't know why. As long as you're involved. Hata ifai kwa hapo pia. If the four of you were involved, the two of the four of you you were involved, the four of you have to be banned. The two teams. Yeah, the two. The two. If the two teams were involved, the two of you, nyinyi wote mnini, because it's unfair if one is. Because they were definitely involved. So. Juu wamepatikana makosa na wenye walikuja because yenye will face maybe your team ndio hiyo team nyingine yaungane ni wale. So they are the main source. Yeah, actually inakaa 4 teams. Kulikuwa na a lot of anyone. Kuna waya mingi hapo chemistry mingi. Because you ina create a bad culture in football. Sana kwa hao wenye they're trying to grow. Kwanza ku match fix at grassroots football. Hiyo sio picha nzuri. Ndio division 2 wenye hata tujui kama itachezwa. That's so bad. Sienda hata NSL ufiksie pale. Unaona the light at the end of the tunnel. Na by the way umecheza vizuri, uko number 2. Wewe shizoni mzima then wewe uangane. Wewe uangane, umecheza vizuri, uko number 2. Because of tu kupata hiyo trophy ama kuweza champions. Na pia ni Big Hawks pia tulikuwa na wao county ni team Big Hawks NYS Mseto ni timu tumepanda tumekuwa promoted na wao to regionals. So kama walikuwa kwa promoted ungekuwa wamecheza regionals just once. So like wanakuja leo motivate ni one way so but you have to trust the process. Trust the process. Yeah. Hii ni haraka. It's not stable. It's not sustainable. Yes. Yeah, hilo ndo mbona tunaharibu ball yetu, tunabo vijana wetu, tumeharibia vijana wengine career. Anyway, ni sawa. Umeanza pre-season? Tujaanza pre-season bado, we are starting on 8th as team set on 3rd August. Yeah, Monday kule Dago High. So on 30th and 31st tutakuwa tuna trials kule BP Kawangware. Yeah. Sasa unipange friendly moja na UNFC. Sio UN Olympic. There are two teams that were from there. Tuligawanyika. Sisi tuko counties. Wale tulikuwa the same county wale wakapanda tukamalizanga namba 4 tukuweza kupanda kwenda regionals. This season tumaliza namba 4 I think pia tumekaa hapo mara 2. Tuorganize kuna slot tunaorganize friend. Acha tukianza pre-season nitakupanga. Unipange friend moja. Sio UN, kuna UNFC Premier na kuna UN Olympic, so I'm UNFC Premier. Yeah, led by the able Sakojo. Shabana, my support for how long? Naweza pia mimi am the new baby. Kusupport Shabana. This is the first season. Nimewafuatilia and also the first season I've tried to watch few of their matches. Yeah. Nikupeleka aje? Nikufrustrate kwingine? Yeah, to some point, yeah. I used to Nairobi United at home, Cindy? Yeah. I used to KCB. Tragic lose to Leopards. Yeah, FC Leopards. All mountain beat. 5. Yes, siku kwanza nilikuwa Nyayo, tulikula tear gas. Nilikuwa Nyayo. The first time kukula tear gas in Kenyan football. Sisi hata naogopa kwenda hizo teams zenye ziko na fan base kubwa. Usiogope juu Kenyan football na tear gas ni kitu moja. Ndio vile una adjust. Bora umevaa flat shoes. Like the nearest exit. Kutoka tu mbio. Una dress na ukiwa ready kutoka anytime. What happened? Tuongelee hiyo game kidogo tu. What do you think? Shabana is coming into the game. The old man unbeaten. Sindio? Yeah, with the clean sheet. Hiyo time ndio ndio kameka clean sheet zikifuatana. TJM. Mwenye ameenda Pamba Jiji. Pamba Jiji Tanzania. What do you think was there? Mbona Britain there? Nini unafikiri ilifanyika? Some goal from midfield hadi ndani. First Shabana came into that game overconfident. Kwanza mali nilikuwa nimekaa sitting next to Shabana fans. Of course it is natural that you've had a good streak, so you expect that you're going to win. So the first goal ikaingia
and then I think a second goal, then Shabana waka equal. Equalize. So when the chaos came in, I think because FC Leopards has been around for a long time, na wanajua kumanage hiyo pressure, wamezoea tear gas, wanajua kumanage hiyo pressure, they were able to handle themselves in that situation, and Shabana were not able, ni kama iliwa distract. Hiyo tear gas ni kama iliwa distract. After hapo sasa mabao zilianza kuingia, and I normally tell people, apart from the physicality bit of football, the mental strength is very important. So I think Shabana came into that game overconfident. They were not able to manage the situation as it was, and wakafunguka tu na mabao pia zikaanza kuingia. And FC had also, the last season FC pia they wali show up sana this season. We even had conversations about them winning the league. After the last time they won the league was 1998. Yeah, kitambo sana. Walikuwa karibu sana, you what happened. Yeah, walikuwa karibu sana pia wao ikafika mahali wakaachilia. But yes, but I think generally Shabana had a good season, had a certain place, and then pia wao they started, and then even the fans, you know in Gusii hapatoki mtu, so that means points. By the time heri upige Shabana hapa Nairobi, but uko Kisii utatoa points, and the fans, they will always show up, especially uko Gusii. And once the team started performing dismally, you would see the turnout pia imepungua. Yes, so but I've seen this season they have tried to bring in new players. They have wameongeza contract ya some of them, like the spine of the team, in as much as kama wiko ametoka, TJM has left, the others have been retained, and that is good. Even this season pia, I normally tell community clubs, you owe your fans wins and trophies, because those fans, they travel, they show up, they buy merchandise, wameanzisha ultras, so you need to reward your fans. And I think this coming season Shabana imchague kama ni cup ama ni Kenyan Premier League, at least a good nini, at least to award your fans and the investments that the sponsors are putting in the team. Yes, which will be maybe very itakuwa poa sana, si ndio? Yes. Signings na nini na vitu mingi sana zimezungumzwa kama tunaia signings. Kuna kitu ilifanyika katikati ya season kwa Shabana. Yes. Nani alitangulia kwenda? Assistant coach. Yeah. Yes. Kwenda Bandari. Malala. Bernard Malala. Yeah. Kidogo tu. Akafukuza Okidi. Vile umesema. Was that right to you? Okidi alikuwa that one wasn't right kwa sababu how do you mnafukuzaje coach mwenye amewapatia a consecutive wins previously, and ukiangalia we were top 3 like tulikuwa tumeona hii kitu tunaenda kubeba, tulikuwa actually tulikuwa tumeiona, alafu all of a sudden mnamtoa, and then tunaanza kuona like the results zenye atakuwa tunatarajia kwa daraja ni gugu. Sasa aje hapo management na hapo mlichoma. At least kama maybe mko mnaona mnaendanisha poa na Okidi, you could have at least have a talk msoti kidogo, tusonge. Mimi nilikuwa najua at the end of the season hata kama tutachukua title tutakuwa top 3, at least ile pesa yenye sport pesa wanaachilia tutapata kidogo. Yeah, sasa tunakuja kumaliza top 5, Nairobi United wanamaliza juu yetu. Kama ndio ilimaliza chini yetu. Ilikuwa na United na Police. Yeah, Nairobi United Police. Na United pia ilikuwa imeanza vibaya ikakuja walianza vibaya juu their commitments, so focus ilikuwa kwa CAF. So vile CAF iliisha unarudi huku sasa, you put in your oil. And then pia wakapoteza cup. So they just had to, hiyo KPL lazima wangejaribu for a good finish. Transfer season ndio hii ligi na 30 next month ama it's not yet confirmed. Kuna masiasa mingi bado hajajua. Siasa hiyo nini ya irrigation. Hiyo irrigation saga hiyo inauzisha Sharks na Mombasa United. Gor Mahia wameenda sokoni, wamechukua goalkeeper kutoka the rival club Afrika Tasi, Daniel Sakari umetoka Police, Polo Koth Ulinzi, na Michael Onyango Equity. Tazungumziaje? David Okoth Police alikuwa among the goal poachers wala season. David Okoth Police, wameleta foreigners, huyu Okron amesainiwa juzi. What I have to say, I don't like Gor Mahia, but the kind of team they have assembled,
I don't think there's any other team locally that is going to kuwasumbua next season. I had a doubt about their team when they were playing Rayon Sports. You walikuwa juzi Rayon Sports ile community day. They didn't play well, of course. It's the first time bring in new players. Their chemistry was wanting, and then of course I think after the 3-4 days they worked on their chemistry, the performance they put up yesterday. I was just like first the squad depth. Kwanza APR. Against APR. APR league yao wameshinda treble. They won sijui the Peace Cup, the league sijui nini. Yeah, APR yesterday had a bad day, but let's just say Gor Mahia yesterday had a good game. Their squad depth is very good. Unaona subs zinafanywa, yani who is starting and who is at the bench is even dangerous. Yeah, so I expect them to try and retain the title next season, but also ensure that I see them moving out of the group stage of the CAF Champions League. Yeah, look at Paul Okoth, look at Hansel. Those are like people who are top scorers in their clubs. David Okoth is a good left-footed player. That is a sub for Sharif Musa. Sharif Musa is one of the best, or not, if not the best, wingers, left wingers we have right now. Direct football. He takes on defenders. Look at the midfield they have brought on board. Enoch Machaka from Nairobi United. Siraj is back from his loan spell at KCB. Hapo kwa Siraj kuna Brighton Onyona, a young boy, very energetic. Angalia hapo kwa Sakari kuna Lewis Bandi can also play as a 6. Their midfield Alpha Onyango, Jackson Dwang, au wakipumzika uko na Ben Stanley. You have Leslie Owino, wameleta goalkeeper Katasi who has been shining in FC. Ameshine sana the last 2 seasons at AFC. You brought Michael from Equity. He was the Golden Glove winner wa NSL. Show me another team that is going. Yeah, the other teams pia wame recruit, and of course at the end of the season, at the end of the transfer window, will be like, let's now compare. But after yesterday, I think wale wame recruit the Avengers, wamefanya kazi. And it's good to see that the league is now attracting more foreign players. That means quality yetu ya league ina improve. Na pia the fact financially we are doing well, because you can't bring a foreigner na una pesa. We've seen Tusker bring in foreigners, Nairobi United bring in foreigners, AFC bring in foreigners. That is going to make the league very competitive in the next season. Another thing, seeing NSL players joining the KPL is good for the pathways and that we are talking about. So yeah, looking forward to an exciting next season. Ukilala unaenda relegation, and of course I want to see how Migori Youth and 3K wakipanda and Mombasa United, how they will try and maneuver the pressure ya kukuja KPL, because the first season is usually difficult for teams once they come up from the NSL. So I'll also be out to see how Migori Youth, 3K and Mombasa United perform in the coming season. Na pia wao wasign, wasiposign watarudi. Wamepeana tena kwa wachezaji. Kama Nairobi United imepeana wachezaji, si ndio? Kuna karibu timu zote zimeachilia sana. Yeah. Tuongelee aje Liverpool never trades with Manchester United completely, si ndio? Hata kidogo. Katasi ndio ametradiwa kwenda Gor Mahia. Did you expect that come? I wasn't expecting that to come. Ukiangalia pia previously Ambani alikuwa amesema hawezi achilia, he will never hata wai achilia mchezaji yote aende Gor Mahia. But awaachilie waende the other teams kule majuu. But tukiangalia alihave kumwachilia na ndiye anaenda kumface tena. Nataka kumface, but that's going to be very hard. Yeah, derby kwanza. That's a must watch. Yeah. Mpema maji mengi. Sasa ndio gori wa Wabu utapata wameanzisha Katasi. And you know how petty they were? The 1998, the last time they won the league. Hiyo 98 ndio wameweka namba ya Katasi hapa kwa jezi namba. They are that petty. And I'm sure hata hiyo derby wanaweza pea Katasi ashike. Gor Mahia is they are very petty, but I love that your pettiness. It inafanya football inakuwa exciting. Kwa tunamexpect. Goalkeeper na mwana alikuwa wa Gor? Brian Omondi. Yeah, the Chan goalkeeper. Alikuwa na Kevin Omondi. Gad Matthews. Wanasema anaenda Shabana ama Nairobi United.
Yes. Inawezekana kushabana. Shabana shaleta wawili tayari. Washaleta kina mmoja Vicente. Posta na ule Mkongole. Mkongo kutoka Pavel Nzila. 3 or 4 goalkeepers is good. Because hizo game 34 games kwa ligi. So probability ya Gad Matthews ya kwenda Shabana iko low saizi. Low either way. Nairobi ama Shabana. He's an experienced goalkeeper. So mali ataangukia. By the way, alishikanga game nyingine ya Shabana ile season nyingine ya Shabana versus Gor. Hiyo ilikuanga na furugu for like 3 hours. It was Gad Matthews in the post. Yes. But of course Farouk ameenda Nairobi United, so chances are Gad Matthews will be coming to Shabana. Yes. Unaona aje signing za Gor? Tunaangalia time. Bila Gor wamesign proper signings. Kama ukiangalia Machaka has been having a good season at Nairobi United. And akina Paul Okoth wamekuwa kitop in like every players wenye wameleta ndani wenye wamekuwa waki outstanding there. Kwanza Paul Okoth alikuwa na shine kwa timu inaelekea relegation. That means you're good. That means you're good. Ni kama Lawrence Juma huyu wa Gor. There was a time Sofapaka ilienda relegation 2020. They were doing badly. But unapata Lawrence Juma akona bao 14. So you're like, that means you're good. If your team is going for ama Isa Emuria, the goalkeeper ameenda FC. Your team has gone to relegation, but you had a good season, umechukuliwa FC. So it speaks to the kind of player you are. Individual brilliance. Haya, Torebobe Nation. Talk to us about your team. Torebobe. Lazarus Vicente, Posta, goalkeeper. Posta Rangers. Huyu mwingine anaitwa Daniel Bichok. Huyo mwingine Ndizila. Taska huyu goalkeeper Kongo. Pavel Ndizila kitu kama hiyo. Luis Ngavi, another under 20 side. U20 Harambee Stars. Yes, Wanjala, goalkeeper Taska. And yet another signing iliona Dennis Wanjala from Taska. Dennis Wanjala, ni left back. Dennis Wanjala left back, tuko na Daniel Bichok. Bichok, I think it was a nice signing personally kwangu. Kwa sasa hizi ndio imenifurahisha kidogo. Ni kama wameswap. Wiko ameenda Nairobi, alafu Bichok amekuja Shabana. Do you think kuna mtu ameletwa anaweza fit kwa Wiko before tuongee signings? Be honest. Look at Wiko. Look at that work in center back. Look at scoring. Not really. But at the end, inakwanga football is a game of niseme seasons. This season utakuwa hii team, next season will be in another team. And pia we'll see tutaona venye how the new signings zetu watakuwa wanatuchezea. So far it's not a bad signing. Tumesign all the way from Pavel Nzila Mkongolese. Tuko na mtoto wa US hata kama alikuwa mtoto wa US hata kama alikuwa academy. You're going to have a proper team. Plus pia wale wenye wamebakia Omundi. Akina Omundi, akina Omuri, akina Masai. Michira apone. Michira, kwanza have you seen the new haircut ya Michira? Apone alafu atakuwa sawa. New season, new haircut. Hapo umekuwa personal new haircut. Nimefanya akili kwa ball. New season, new haircut. Sisi hakuna fans kusema hivi, hakuna, no. And also I'll be happy to see Jasper Mwando playing. Takama no alisign last. Amesign last. Injury ilikuwa brother yake. Mwenye alikuwa injury ilikuwa brother yake. Alitoka from amerudi. So brother yake pia amerudi, anafanya recovery. Jasper alipata time kweli? Alicheza kwa game ya Sofapaka. Sofapaka alicheza kidogo and then KCB akachezeshwa. But that wasn't a proper debut. Mimi singekubali achezeshwe. MVP kijana ya Santiago anapatiwa debut yake the last 2 matches. Me like ninge prefer achezeshwe the new season. We see his performance, but he's a good boy. Wako training maona wote ni wazuri. Jasper nimemjua sana. I think kuna time ilikuwa elections za 2022 kuna kapo alikuwa anza kudiza pesa was very for governor alikuwa ameweka pia millions yenye akina Malala walikuja. Sijui anaitwa Charles Matoke hapo ndio nilijulia ya Jasper alikuwa anacheza timu nyingine. Sijui ilikuwa inaitwa aje. Ndio kijana wa Simba. Some team alikuwa very nice boy na hope tunakuja kuangalia. So unaona signings za Shabana? I think those signings are good. Those signings are good, and of course the core of the team has remained. So I expect Shabana to do better this season. Yes. Kwanza mmepata goalkeeper alishinda Mozart Bet.
Yeah, he's experienced. Yeah, you have a new coach who has a winning mentality, who I think will give Shabana a playing identity, because for the last 2 seasons Shabana haijakuwa na good playing identity. And you see, when a new coach comes, kila mtu anaanza fresh, so everyone will have to fight for their numbers. You have now two good goalkeepers. You have left backs wameongezeka, akina Luis Ngavi. So I think it's good signings, and I expect Shabana to do better next season. So saizi hakuna ati squad ni hakuna mchezaji anajua vile ilikuwa inajulikana kitambo. Saizi ni zero. Hezi kupredict ni zero. Chatone venye mzungu wetu atatupanga. Yeah. From Kakamega Homeboys. Yeah, from Green Commandos. Kakamega High School. Kakamega, kuna Kakamega Homeboys mwenye, kuna mwenye kona cafe actually in that technical bench. Yeye huyo. Yeah. Yes. From Kakamega High School, Green Commandos when you qualify nationals. Yeah. Alafu fitness coach ametoka Rwanda. Yes. Ama Burundi. Tutafanya research. Fitness coach ametoka India. Nutritionist. Sasa you have a good technical bench. Results, please. Give results. Yeah, expect also good competition from Homeboys. Umeona Homeboys wamechukua wachezaji kutoka Tusker. Players that help them win the cup, but also very experienced players. Charles Momani, mimi nili expect Charles Momani arudi nyumbani. Yeah, Collins Odhiambo, Brian Opondo. Yeah, so hapo majirani mtakuwa na competition mzuri. Itakuwa hii ligi itakuwa ngumu sana. Yes. Nairobi United inaona iko hapo. Tusker wamesign anaitwa Abu Omar. Tuongeleaje hiyo signing ya kutoka signing. Wanasema ataenda chini, amejirudisha. No, Police First is not playing continental football, so that is one thing that lures players. 2 things. Charles Momani has left, so the teams need leadership. Abud has been at Tusker. He's just coming back. Unajua in this football space, you can't say never. Leo umecheza FC, kesho Gor watakupatia offer, utakata, you will still go. So I think he brings in a lot to that team. They have signed December Kisaka. He's a good exciting winger. Tusker struggled with wingers last season. Ungepata ma fullbacks, naitwanga fullbacks ndio wanacheza kama wingbacks. So it's good to see that they have brought on and even just the foreigners. So Abud is defender of the year. Very experienced player, very fun player, set piece taker. He brings leadership. Yeah, huwezi sema ati ni downgrade. If Tusker wamefika bei, wamefika, so let him go enjoy. Yeah, also I think he's exiting and he wants to exit at the top, so yeah, that's a good signing. Mfuko pia kama kiti iliongezwa. Si ndio, kama definitely iliongezwa, because you know police are high spenders. So if he left police and gone to Tusker, inamaanisha mfuko sio sawa. Viongozo mingi kidogo. Yes. Tusker itasumbua ligi. Tusker itaenda, kama kuna team itaenda kusumbua ni Tusker. Ukiangalia Julian venye alikuja, a lot has changed in Tusker, and alikuja akijua ligi ishaenda, so kuna hii Mozart tunapigania, na akasema atabeba na alibeba. Pia yeye ni mwana football yake, ukipura wewe hata kwa traveling squad yake, kwa traveling squad yake huyuko. Nataka tu game ya ta Kibana Bu. So that's another fantastic team to watch this coming season. Kuna kitu tulikuwa nataka tukombe Humphrey Katasi, Daniel Sakari, Paul Okot, Michael Onyango. Luis Ngavi, Dennis Wanjara, Daniel Bichok kidogo. Signings hizo, hao ni vijana wadogo hapa. Hao ni wadogo. Yeah, Luis Ngavi. Hao ni watoto wadogo. Hiyo squad nyingine umetaja kwanza, very experienced players. These are exciting young players. Wale ni older, experienced. Yes. So unasema kutoa ushindi kwa Gor itakuwa ngumu. Shabana vs Gor. I haven't gone for such your game, Gor Shabana. That's a game I'm looking forward to going to. Yes. Yeah. Itakuwa hebu tuangalie hiyo squad ya Shabana, tuangalie vijana. Yes. Do you think the coach is going for vijana? Austin Odongo, umemwona kwa Chan, Derrick Okech, Ibwari High School, former Ibwari High School boy. Jasper Mwando, small boy. Nani tena? Omuri, si hapo. Luis Ngavi. Skiza youngsters peke yake hao. Mafila aje. Wataskuba team Kerubo.
Si wengine the senior players are also still there. George Okola, Marco Kola bado wako. Mwalimu Marco George Rako Dizo. Onyango Dizo captain ya. The goalkeeper huyo amekuja I think it's a good mix. It's a good mix. Yeah, it's a good mix. Itawasaidia kupula. Yeah, itawasaidia. So because young players are quick and fast and they give 150%. Wakati the older players wamechoka, the younger players can always put in the work to work with the donkeys. So I think it's a good mix. Kuna center back amekuja? Chok ni center back. So ndio tacheza na Dizo. Alafu tena unaona tuko na a lot of young players kwa team and wenye tu tumesema coach mwenye amekuja saizi bado hana team. So ni kila mtu anafaitia. So if the young player akifaitia namba yake and I impress coach atamchukua and yeah, we have seen Aroko play. And it's good. Hata nani anaitwa Jule kijana wa Sharks. Amfra Aroko? No, there's this small one. Keith. Ako shule hadi bado. Captain wa sijui U17 nimemsahau jina. So like hata it will be surprising pia kuona if kama Shabana wataweza kuchezesha hawa wachezaji wote the young ones and pia performance yao iko juu itakuwa poa. Yeah. Gol itashinda Kakamega apart from the other day 5-0 win. I think it's too early to say because Vipers also had a good game yesterday. Yeah, they won. Simba is back. They have won this cup 6 times. 6 times. Singida wako ni defending champions. Jamus Mali nani ameenda Joaidera went to and Hanif Wesonga is also a good side. Tusker pia wako, Rayon Sports pia wako. So I think it's still early to say. Yeah, let's hope let's see how this first round ikiisha then we are able to make predictions. Yes. Wow, time niletea kuisha lakini lazima niguze mahali. Shabana Starlets, Peter Maestro Gechi, unbeaten season mzima. Yeah, kumekuwa na propaganda mingi sana. So kuna watu wanangangania Shabana Starlets, then irudi kwa Jiki Queens. But niliona they have announced wachana warudi nini pre-season. But again I'm seeing coach wao akikuwa kwa technical team ya the senior men. Amekuwa akikuwa bado hata kutoka last year. During the training. So like mi kitu yenye tu mimi ningesema ni wapatie hawa wasichana team yao wakuje wacheze ligi. They fought for it tangu wakianza ligi last season. Wapatie tu chance yao wakuje. Hiyo tena ni kwanza kusumbua wasichana. Hata mwenye hata na stress. Georgia inashuka hata. Exactly. Georgia hata mwenye anajaribu kupigania hiyo team ni mtu mwenye hata yuko financially stable. Hata wasichana wenyewe wakaambiwa to choose, they'll still stick in Shabana. But pia others do what happened juu kama if they had agreed kupatiana team nini ni kama pia Shabana wenyewe hawakufanya proper agreement, hakuna proper agreement, and so kuna high chances that if the one of the sequence wakienda kotini wanaweza win. But let's pray all for the best. Hawalete ashinde kuwa facilitate ama. Nilikuwa nasikia rumors. Mbona vipi zinafanyika unaharibia players ni talent yao saizi morali imeshuka zii nini. Mtu akisha shine ndio unajitokeza unataka kusema hata shamba ikianza kutoa mahindi mzuri ndio mwenyewe anajitokeza hii shamba ilikuwa yangu. People want to be associated na success but hawakuangi hapo a lot of the times. So first kudos to Ogechi hiyo jina. He was a good player. Now an amazing coach, team yake imepanda at least Peter Maestro Gechi team yake imepanda inaenda NSL. They'll be competing in the NSL in the KPL. Ameipandisha NSL once in the KPL. So I hope the shirt sponsor can think about supporting those girls because you see Mathare, their shirt sponsor, the men's side also is supporting the women's side. Na pia wamepanda na Shabana. Walicheza by the game. Yeah, walicheza playoff. Wakashinda Shabana Starlets walishinda. So I hope that can happen. The shirt sponsor can think about supporting the girls. And because they have shown that they can perform, and sponsors also want a return on investment, which is good performance and success. So, and that is what we are saying. People were picking women's teams to tick boxes. So inamaanisha paperwork was not done properly, and we've seen a lot of the women's teams that were affiliated to the men KPL teams wakicry that they walichezewa shere. So even for players, even as you're going to sign contracts, please read through the contracts. Even these women's teams, even the deal, please ensure that you understand those deals because now
that might be a legal issue, and we've said tumeona it has affected the morale of the players. The players might not even play in the Women Premier League the next season. So people need to get their house in order. But yeah, I hope that SportPesa can think about supporting the team, and people can sort out those off-pitch issues, because once these off-pitch issues zinakuanga zina affect the on-pitch nini. So yeah, I hope they can get their house in order, and we see ile fan base ya Shabana, the men's team, if now we can translate that to the women's team, and then of course bring hype to the Kenyan Women Premier League. That's something, because also Mathare is bringing the fan base to the Kenyan Women Premier League. So yeah, I'm wishing Shabana Starlets and Mathare United all the best. Because of time tumalizie kabisa nitakupea chance kuongea, lakini kuna point Felicitas atanikubalia tu nipitie point. Ile Shabana Starlets ile ilicheza last season unbeaten. Sasa tuachane mambo ya Wrangles na nini, imekuja KPL. Kuna uwezekano kwamba itasumbua sana, itaweza piga hata Police. As long as you've signed, unajua the squad ya NSL ikikujanga hivyo vile imekuja, if you don't sign more players and nini the team, mna chances ya kurudi iko juu. So I hope they have signed. Yeah, and then they have brought players that can help them compete in the Kenyan Women Premier League. So like tutasumbua like hata kama tutasumbua, the first season itakuwa ni kuhepa the relegation part. Then the next season we'll fight now for the title. But wametoka NSL, wametoka D1, wameingia NSL na hawajapigwa NSL. KPL pia ni ngumu. Unapatana na Police, unapatana na Kibera Soka, kina Ulinzi wako hapo. It's going to be hard. So lazima wasign. So wale teams za KPL zite kinini watafute kidogo wachezaji. Watafute. Hata huko tu shule za high school from the universities, try and get those players. Then like she said, of course, kujaribu kudini relegation in the first season vile Kayole Starlets walifanya. You avoid relegation and then in the next season sasa you go for the title. Yeah. Tunajua wachezaji wakisikia ni Shabana Starlets wakatangi. Your last words, unazangalia kamera yako. Your last words. I think for me to remind Kenyans that the Harambee Starlets are playing at the WAFCON and the games begin tomorrow. So broadcasting partners wataonyesha our game. So please let us show up and watch and support our girls because it's important that we support women's sports and women's football. Moral pia ni mzuri. Yeah, moral pia ni kitu ya maana. Ukiendanga ukumbuke ni watu wa nyumbani, they are behind us. Ndasema aje, you are able to play and play to your best. Yes. The last words. The last words I'll say ni when Tubri amesema the girls are going to play for the big clubs, both the senior and the junior teams. Ni to support kwenye tutakuwa, si lazima support in social media. Na plus pia don't forget kuja games za Torebobe next season. Game support Omwando JR. Si Omwando mdogo. Omwando JR says ndio the growing name. The growing brand. Kuje support kijana Santiago. Asante sana kwa kuja Bri, asante sana kwa kuja Eunice. Next time show kali sana. Nataka nipange tupige mahali nje. Yes. Tupige kabisa mahali outside the studio sasa. Thank you for having us. Karibu sana. Asante kwa kuona the call na nimeshukuru sana. Wanchu mweli ato wikero mweli agomwe murichigo so inabo yango chide kamera ngetana ya mocha to kirechinsa kianda chewa magaso twarengenera Eunice Kerubo nabayigo Bridget Siantei bonse bamanye to mupira were wetamangana yenkoje kwegura mangana bakwandire monanene twensi to so kama litukolia ankyo to tutererie na to mega ye timu yete basubati Harambee Starlets ichigosori imenobia ye WAF ko mega yako besko imenese kakimya ka ikomi mega ye nyonto nigo hatu wabwate Kelvin Magoye amo na Felicitas Kabendi korende Thomas Boske kegera Edwin Nyanga mwana mboka no arenchera gocha no murubyo ye urumba oboka bisengo ochakera bonega kwikachinsa gusensa ya moya maragoba so tunyara mwana mayana Clinton ondigi nkoro kwa Daniel Omwaga buna botambe wakonyana libaga ogontana Erieta Suarez uyobo magokone. Bye bye, next week tem kamai.